Natamani ni kuonyeshe njia 3 za kufungua milango ya mafanikio yako. Kwa nini nimeandaa hii topic? Ni kwa sababu nimekutana watu wengi sana, vijana, watu wakati, na mara nyingine hata watu wazima ambao wanakaribia kustaafu, ambao wana kiu kubwa sana ya kufanikiwa na wana mbinu mbalimbali wanazitumia kufanikiwa, lakini kuna vitu ambavyo wanafeli kuvichannel vizuri. Na nimeona ni kuonyeshe iko milango 3 unayoweza kuitumia kufanikiwa, au nikasema iko milango 3 Mungu anaweza akakuruhusu kuitumia milango hiyo kwenye wewe kwenda kwenye mafanikio yako. Na watu wote ambao unaona wamefanikiwa huku duniani, mimi nikizungumza mafanikio zungumza tu in terms of hela ya kwenye akaunti. Watu wengi unaona wamefanikiwa hapa duniani au Tanzania au sehemu yote ile, kwa namna moja au nyingine wametumia milango hii kufika walikofika. Njia ya kwanza ni njia ya kutumia funguo sahihi. Hii Kiingereza tunaita the use of the right key. The use of the right key. Njia ya kutumia funguo sahihi. Funguo sahihi kwenye mafanikio ni zipi? Vitu kama uelewa. Unavyokuwa na uelewa mkubwa kwa sababu umesoma. Unapokuwa na exposure kwa sababu umetembea sana. Unapokuwa una thamani kwa sababu una vitu vingi ambavyo unavijua, vimekuongezea thamani yako, you're unique, una talent, una kila kitu. Unapokuwa una skills, una uelewa kwa sababu ya experience. Hizi ni the right keys za kufungua ufunguo kwenye maisha, na utajikuta kuna wengine pesa unayoipata inatokana na vitu hivyo, au watu wanaokuja kwako wanakuja kwa sababu ya vitu hivyo. Ni mlango namba 1. Mlango namba 2 tunasema ni kubisha hodi. Unabisha hodi kama ukitaka kufungua mlango, either uwe na funguo mwenyewe au bishe hodi watu wakufungulie. Hii kubisha hodi inaitwa the way of knocking. The way of knocking. Njia au mlango wa kubisha hodi, njia ya kubisha hodi. Sasa hapa tunabisha vipi hodi kwenye mafanikio yetu? Hapa ni pale ambapo unatumia mahusiano ya kimkakati, strategic relationship. Una watu wa maana unajuana nao, una watu wa maana wanaokujua, una watu wa maana unawajua. Kuna watu ambao unaweza ukazungumza nao ambao wana connection hapa na pale, wanaweza wakaconnect na watu wengine ambao wanaweza kukusaidia wewe. Wewe wajui wale, lakini wewe unawajua hawa, na hawa wanawajua wale, wanaweza kukupeleka kule wakaconnect kule. Hapa ndipo tunapoweza kutumia connections au network, au watu wanaweza kukusemea. Kuna watu ambao unaweza kwenda kwao, na kuna watu ambao wanaweza kukusemea kwa wale na wewe ukasaidiwa. Watu wa kukutambulisha. Muombe Mungu akupe watu wa kukutambulisha, na tabia yako njema atakupa watu wanakutambulisha. Huu ni mlango ambao tunaita the use of knocking, the way of knocking. Na 3 ambayo wachache wanaitumia inaitwa the way of breaking. Hii ni njia ya kutumia nguvu. Njia ya kutumia nguvu. Kuna milango, ni kuhakikishie mtu wa Mungu, kuna milango ambayo kamwe haitofunguka. Kuna milango ambayo ni ngumu kufunguka kama hujavunja. Kuna milango ambayo kamwe haitofunguka kirahisi. Unahitaji kuvunja, unahitaji kuvuruga, unahitaji kuruka ukuta, unahitaji kuvunja ili uingie, kwa sababu shetani hataki uingie, mazingira hayataki uingie, ndugu wengine hawataki uingie, wanafiki hawataki uingie, machawa hawataki uingie, mazingira yanagoma wewe kuingia, na you have to break the door you get in. Watu wanaotumia hizi mbinu, watu wanaotumia mbinu hii ni wale ambao wako tayari, kwa mfano, kulipia mafunzo ya gharama ili wasome kitu fulani wanachotaka kukijua, kulipia mentorship program ili wawe mentored na mentor fulani mzuri katika maisha yao, kusafiri ili kwenda kuhudhuria conference mbalimbali wanazotaka kuhudhuria ili waweze kujua kitu fulani, kuenda sehemu ambako hakualiko lakini akaamua aende ili akutane na mtu fulani, kusafiri ili akutane na connection ya mtu ambaye tamani kumuona, kufunga na kuomba ili kuomba baadhi ya vitu fulani. Hii ndio mbinu ya kuvunja. Yaani manake wengine wa kawaida hawatotumia njia kwa sababu ni ngumu, lakini wewe unaamua kupita katika njia hiyo. Sasa
Ni vizuri ufahamu, ili wewe ufanikiwe, Mungu anaweza kukuruhusu utumie mlango wowote katika mlango hii. Mfano mzuri ni mfano wa Paulo na Sila. Mungu angeweza kutumia wao kuwapa funguo, wakafungua wakatoka wenyewe. Mungu angeweza kuwatumia kuwapa the right people, wakatoka. Lakini Mungu alitumia njia ya kuvunja. Funguo hautumiki, milango inavunjwa, kwa sababu Mungu alitaka kuwatoa kwenye gereza. It can happen to you as well. Naweza kutokea kwako pia. Naitwa Dr. Chris Mauki.